Niko naimba namna gani? Ulisema ninaposhinda nikuimbe. Nataka niwaite. Simameni hapa. Nyinyi wote wale tulikuwa kesho. Why you sit down? Smile. Kama wimbi pita huko. Nani sogeni karibu hapo. Wewe. Msiende huko nyinyi wote. Simkae hapo wengine bwana. Wengine mkae pande ile. Usisimame hapa ukiwa umekaza uso. Kazua uso. Kazua uso wako furahia. Naweza kutisha mtu hapa hata ashindwe kukuangalia. Naangalia hiyo macho anafikiria wewe mtio kama mtu. Ndio kuna mtu anaweza kuangalia mpaka uangome. Nikiona Benedict hapa naona Yesu. Nasema mimi. Hata kama sija nipewa kingine nitakupewa wewe. Haya. Sitaki leta shida wakati ambapo tunaanza kurudia. Kama stima zinakuja, generator izimwe. Tuwekewe stima kabla tusianze kuhubiri. Unakula masaa yako. Au ukisikia unatoka unaweka mambo chini lazima. Usituharibie mlo. Tunaongojea. Ulisema naposhindwa
wazazi ambao waliachilia watoto wao wakuja katika mkesha, nilikuwa na wao. Hawako wanajua kama nakuja, lakini nilikuwa pamoja na wao. And they are growing. Wewe mzazi uko hapa, lala na mtoto wako kabisa. Usimutie bidii ya kuja kwa kanisa. Maana is a problem. If you sleep with a child when we are having our kesha here, just teens, how many teens? Sio youth, ni youth plus teens. We are together here. Na tumebarikiwa kuwa na mkesha wa nguvu na uweza mahali hapa. Hii kitu tunaingiza ndani yao wakati wako wachanga, kwa sababu tunajua shetani ni yule anaiba mioyo ya watu. Kusikia mchungaji anatangaza matangazo, mimi sio mwizi, mimi si mkora, ambao watoto wanakuja mahali hapafaa, watoto wanakuja mahali panafaa, hata kulala na mtoto. Na tunaona si matunda ndio haya. So ukikaa na mtoto wako ukifikiria kwamba akilala kwa kitanda na kupumzika na wewe, unafikiria kwamba kuna kitu atakusaidia. Saa hii mtoto hawa wako hapa wasaidie maisha yao ya future na wazazi wao, na wale ambao wanakuja baada ya hawa watapata watu kuwasaidia wasonge to another level. Bwana Yesu asifiwe. So tuwapigie makofi mazuri, wabarikiwe hao vijana. Mungu awatetee na akawainulie kiwango kingine kwa jina la Yesu. Tupe Yesu makofi kwa sababu yao. Haleluya. Thank you, Holy Spirit of God. I want us to go back to a sermon that we began to preach, because hiyo inaenda pamoja na ujumbe nimekuwa tu nikihubiri wa heart and heart. Na still ukiangalia katika ujumbe huu utapata kuna spiritual insensitivity. Maana when hiyo maiko mwana meapika jamani, wakati ambapo unakuwa na mafuta ya Roho Mtakatifu, itakusaidia kuwa sensitive kwa kile Mungu amekuitia kukifanya. Amen. Hautafanya kazi ya Mungu pata potea, utaifanya kulingana na muongozo. Maana mafuta haya yalisaidia Yesu akaweza kufanya yale mambo tulisoma asubuhi: kuhubiria mateka uhuru wao, kuwapa masikini habari njema, na kutangaza mwaka uliokubalika. Mafuta haya kuna vitu inalipoanga ambazo wewe kwa mawazo na akili hauwezi, lakini mafuta haya inalipua. So leo tunatangaza ile mafuta yalipua kile chochote ambacho unastahili kuwa. Haya mafuta tutangaza hapa yalipua. Kenji sio mngekuwa mnembeleka pale please. Najua Mungu hata zaidi na wapi. Isaiah 30 verse 21. Unaweza sifu. You see, na niongee, niwaambie hivi. Na please tulie. Mungu akikupatia masikio wewe na mimi, alikuwa anajua sababu ya kukupatia hayo masikio, na sio tu physical ears, also alikupatia spiritual ears. So mtu yeyote ambaye ameokoka, wakati tu unaokoka na unakubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, that time masikio yako ya kiroho ambayo ilikuwa haisikii na haikuwa na uwezo wa kusikia sauti ya wokovu, baada ya kusikia injili hiyo na unasalimisha maisha yako kwa Yesu, hayo masikio umesikia ukienda kuombewa pale katika otako, hayo masikio ambayo umesikia yanafunguka kiroho. Kwanza masikio haya ya mwili inakusaidia kusikia mambo vile watu wanaongea, lakini tunaenda indipa
anasema kwamba kuna masikio ya ndani ambayo hayo kazi yake ni kusikia sauti ya Roho Takatifu wa Mungu. Yes. Na ndio maandiko inasema Ufunuo, wakati ambapo Mungu ameongea kwa uwezo wake, na anasema mwishoni, na asikie vile Roho anavyowaambia kanisa. Au ni kuhusu masikio haya mwili, anaongea masikio ya kiroho, kwa sababu vitu vya kiroho vinasikika na masikio ya kiroho. So kuinuka kwako kuko katika usikivu wa kiroho, kuendelea kwako kuko katika usikivu wa kiroho. Lakini shetani amepingana yake yote, ndiposa usisikie kusudi la Mungu, mapenzi ya Mungu inayohusiana na mapenzi yake kwa maisha yako. Maana kila mtu ambaye ameokoka, kuna vile Mungu already ameongea kwa ajili yako. Yote ameokoka, kwa sababu ile sauti ilikuita kwa wokovu, ndio inakusaidia kujua vile utakaa kwa wokovu. Bado hiyo sauti haikusikika wakati ulifuata ombi la toba, wakati ulisema wamefuata nyuma yangu Bwana Yesu, naja kwako. Wakati huo ulipokuwa unafuata hayo maneno, the same time ulikuwa unasikia na masikio ya kiroho ya kimwili. Hivyo ndivyo masikio ya kiroho ambayo yalikuwa yana resist wokovu, yalikuwa yanavunjwa kusikia sauti ya wokovu. Wakati ulimalizia na kusema nimekumbana, Yesu awe mwamba wangu, awe kiongozi wangu, ulimaanisha kila neno atakalokuambia utalisikia. Na karne hii tunaishi karne na Mungu ambaye si ati aongei. Mungu anaongea, ni sisi yale masikio tulikuwa tusikia vitu vya rohoni yalifunganika. And the way to open the spiritual ears is by the way of prayer and fasting. Hawia chatu vile ambavyo unaweza sikia mambo ya Mungu, hautayasikia tu hivi, utayasikia baada ya kufunga na kuomba. Sikia maandiko yanasema, wakati mvapanzi alienda kupanda mbegu, alienda nyumbani, naye adui akakuja akapanda magugu. Wakati ambayo ilifika na huyo mpanzi alienda kupanda, alipotoka akaenda akauliza waliofanya kazi na yeye, si tulipanda ngano? Ni nani alikuja kupanda magugu? Sikia nikwambie, kuna vitu ambavyo Mungu alipanda ndani yetu ni kwa sababu tuzisikia. Lakini shetani naye akakuja kwa njia yake akapanda magugu. Kila ngugu ambao Mungu akupanda tunainua. Haleluya, haleluya. Unajua pale msalabani Yesu alitangaza ushindi, lakini shetani akakuja akasema kwamba hata kama ninyi unakaa mshindi, wewe sio mshindi. Hiyo ni kitu ambacho ulipandwa kikazuilia sauti ya Bwana. Lakini ile sauti ya kwanza nilisikia mimi ni mshindi, mpaka wa leo inaniambia mimi ni mshindi. Ndio mtu mwambie sauti ipo tu. Mwambie tena. Hiyo sauti kama hiyo. Amen. Hiyo sauti iko hapa iko. Na ni nani alikuja kupanda sauti hii? Wakati ulilala ukatuzia, hauombi, haufungi
kutosikia. Si ati ya kwamba Mungu haongei, Mungu anaongea. Si ati ya kwamba Mungu anarekebishi, Mungu anarekebisha. Si ati ya kwamba Mungu anabariki, Mungu anabariki. Si ati ya kwamba Mungu ajui kuna laana, kama kuna laana kuna baraka. Kwa hiyo sauti ulisikia kwenu ya kuondoa you are cursed, kuna sauti ya usalama inasema it is finished. It is finished. Kuna kuishi maisha hapa ni kama mbora wa hapa. Tunakataa hilo. Nani aliongea kwanza? Ni Mungu ama ni shetani? Hamasikia kesho. Ni Mungu aliongea. Na hapa kwa kinywa cha nani? Kwa kinywa cha Isaya akiwahubiria Waisraeli, hata waambia wakati ndio huu, mumekaa sana mkiwa msikii. Wako na masikio na wasikii, wako na macho na waoni. Nitakwambia vitu leo utashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna sauti ile ya kwanza ulisikia, walikuwa wanasikia, na kwa hiyo na masikio yako yatasikia. Kumaanisha si ati kwamba Mungu wakati ule alikuwa anaambia mtaanza kusikia. Walikuwa na hiyo masikio na Mungu alikuwa anaongea tu, lakini wako wanasikia. Bali anasema kwamba masikio yako yatasikia. Na atasema masikio yenu. Yenu inamaanisha wingi, yako inamaanisha yako. So hapa naongea kuhusu masikio yako. Na kila kilifunga hayo masikio, hausikiaki sauti ya Mungu, ninakivuta kwa jina la Yesu. Aliyeumba, aliyekupea masikio ako na masikio. Maana Mungu wetu ni roho. Na utakaomwabudu utamwabudu katika roho na katika kweli. So atawaambia kwamba utasikia neno nyuma yako. Nikisema njia ndio hii, Efrate, mgeukapo kwenda kushoto, kwenda mkono wa kulia, ni sauti utasikia. Amsiki sauti hii. Unaweza usifiwe. Ninakurudisha kwa hiyo njia leo. Amen. Nakurudisha kwa hiyo njia leo. Ya kwamba anasema Efrate, mgeukapo mkono kwenda mkono wa kulia. Kumaanisha kwamba katika mambo ya kiroho hakuna mistake. Biblia kwa ngumu ni ngumu, utakuwa ngumu bure. Nitahubiri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, katika mambo ya Mungu hakuna mistake. Akikwambia enda kulia, anajua your potential is in the right hand. Ukienda akikwambia enda kushoto, anajua that is where you are supposed to be. Na Mungu anasema utaukapo kwenda mkono wa kulia na mungeukapo kwenda mkono wa kushoto. Haleluya. Hapo utakuwa ukiongozwa na sauti ya Bwana. Na siku ya leo kuna watu ambao waliambiwa ufuate mkono wa kushoto na wakaenda kwa mkono wa kulia. In other words, kuna watu wanafanya kazi ambao sio zile Mungu aliwaombea wafanye. Kuna exactly ile kazi Mungu alikuitia. Ni sauti gani ulisikia? When you say I will give up, I will backslide, I will leave my house, whose voice is that? Hakuna sauti inakwambia hawa mabibi wawili. Mko sawa? Are you serious? Wana mnakaa ni kama wale, ni kama naongea Greek. Wana nataka nimbie na Kikamba.
mwanzo maandiko yanasema na Mungu akamuumbia mwanaume mke, si mke wakaona. Hii sauti ya wake wawili ilitoka wapi? Kumaanisha that is a wrong voice. And God is not working with the error. God is working with his truth. Alijua nguvu ya mwanaume mmoja ni mwanamke mmoja. Wanawake wengi kulingana na maandiko walimutoa Samson, walimutoa nani? Suleiman, Solomon katika maagizo ya Bwana. Alikuwa na wanawake wake zake 700 na akakuwa na masuria concubines 300 in total 1000. Na Bible inasema kwa sababu he was so influential to other nations, akienda kule akipatiwa kipawa, alikuwa anapewa kipawa cha ushamba. So akitoka kwa Moabu, akienda kwa Moabu, akitoka kwa Moabu anatoka na mshamba. Akienda Misri anatoka na Misri. So akawa nikawa kipawa chake ni cha wanawake. Akajaza Yerusalemu. Sijui hao mama walikuwa wanakaa wapi Bwana. Akasema kamoja. Unajua kwamba Mungu akipeana vipawa, hata shetani hupeana vipawa. Na ukiangalia kwa maandiko, baada ya Suleiman kuzeeka, wale wanawake, I think 2 Kings 11, wale wanawake aliowatoa kwa mataifa mengine hawakuwa wanakuja wakiwa hawana miungu yao. Kila mmoja anakuja na Mungu wake. Wanakuja na Muasterothi, anakuja na Mukakana na Jikoda na hivyo. Walikuwa wanakuja na Moleki, alikuwa wanakuja na Baal, Ashera. Wote wakajaza Israeli mzima na miungu, mpaka ikafanya Suleiman akaanza kuachana na Mungu kwa sababu miungu ilikuwa mingi, mpaka akakuwa kamechanganyikiwa. Kuna mwanamke unaweza kuoa, badala ya kukupeleka kwa Mungu hakuondoka kwa Mungu. Hiyo najua usemi sema amen. Mwanaweza asijue. Haleluya. Mimi nasema kuhusu, msimuniangalilia hapo ni wapi. Wanaweza asifiwe. Tuangalia kwa maandiko, either 2 Kings or 1 Kings 11. Bible inasema namna gani? Unasema kwa search nikiongea hivyo alafu unaingia. Amen. Tunaongea kuhusu hiyo sauti alisikia ni nani? Hiyo sauti alisikia ni nani? Mnaenda kwa pasa niangalilia hapo tafadhali. Nani alikuwa hapa Sunday? Kuna mtu alikuwa hapa. Ndio hiyo. Angalia maandiko, sio mimi sasa ninasikia. Hebu soma 1 2 3. Mwanamke wa mfalme Suleiman akafanya nini? Akawapenda wanawake wengi. Wageni. Bwana Yesu asifiwe. Mgeni ni mgeni. Hata ukimpatia blanketi ni mgeni. Na kuna wageni tunawakataa kwetu. Kuna watu ambao sio familia yako, wakiingia kwa familia yako wanaenda kuleta utofauti katikati yako na bwana yako. Kuna wageni hawatakutoa kubali waingie katika ndoa zetu. Haleluya. Haijalishi nimeondoka kutoka USA, inasema ya kwamba tuoe wake wengi. Natangaza kwa haya madhabahu, uliopewa mwanaume mmoja na mwanamke mmoja.
nasikia vile unaongea na roho ya kuhurumia. Na wengine mnaongea mnaniangaliana. Tokea mtu mwambie hivyo. Kwani uko na watu wawili unanyamaza hapa? Unaweza asifu. Unaweza atukufu. Sasa neba, hata kama kabila ya Waluhya inasema ya kwamba lazima Mluhya awe bibi wa pili na watatu, maandiko haya yanasoma haukuombewa watu wengi, uliombewa Waithera. Uliombewa Waithera. Tunakataa kama kuna jina lingine inanemelea wewe mwanamume, tunaipinga katika jina la Yesu. Haleluya. Tunakataa wanaume kwa wake wengine katika jina la Yesu. Nilioa mmoja nitakaa naye, na kataa bibi wa pili na watatu na wanne. Angalia wale ambao wanataka kuona mbeleo kwa wengi. Angalia. Tokea mtu mwambie utaenda mbinguni lazima. Mwambie na hiyo ni lazima. Mimi nataka watu ambao tuna agree in the spirit by showing you pastor we are together. Katika hiyo gospel wananiambia tuko pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wakati Suleiman alienda kumtolea Mungu sadaka, Mungu alimuuliza, sasa hivi sadaka imenifikia, ungetaka nikupe nini? Akamwambia, Bwana, tazama watu hawa ni wengi, na baba yangu alikuwa mwema na alikuwa anawaongoza, na watu hawa ni wengi sana, kwa nguvu zangu na uwezo wangu siwezi nikaongoza. Kila ninaomba ni hekima. Akamwambia discernment. We are going back to spiritual sensitivity. Maana mtu akipoteza roho wa Mungu na sauti ya Mungu, hataongeza mwanaume na ongeza mwanamke. Na shuki naona tunakemea roho hapa. Tunakemea roho hapa. Roho ya watu wengi na wana wengi tunakataa hapa kwa madhabahu. Kwa jina la Yesu. Haleluya, kanisa la Bwana. Hata kama baba yako alikuwa na wako watatu, hautakuwa na wako watatu, utakuwa na mke mmoja. Ndio kama mtu mwambie umeokoka. Hii atakwenda kuhubiri mahali pengine, utanyang'anya microphone kabla hujamaliza kuhubiri. Maana wazee wa hiyo kanisa wamejaa na wanawake, wanawake wengi, Mluhya, Mkamba, Mjaluo, Mkisii, Mgiriama, Mtaita, wako na wageni wengi ndogo ndogo, side chick. Wow, hilo tunapinga hapa. Mnafikiri na sibiriki kwa sababu sisemi kwa sababu sijasikia, naisikia. Ati kwa sababu baba yako alikuwa na wanawake watano, wewe unataka kuvunja record 10. Na nani? Wakati ambao ulikuwa naongea na Mungu, wakati Suleiman aliongea na Mungu, na kumwambia ungetaka nikupatie kitu gani? Suleimani hakumwambia Mungu nataka unipatie wake wanawake. Hakukuwa na any table discussion ya ungetaka nikupatie. Akasema mimi kile nataka discernment, spirit of discernment, to know how to govern these people. Maana mwisho uko hapa, huyo mwanamke uko nani mkuu, anahitaji hekima umlongo. Nasema kwa
Whenever vile vijana kaanga na bibi yake hapo wanandukana hapo. Unasikia? I love these guys. God bless them. Unaweza sipo mnakaanga mbali na mke wako na mwanangu kwa kona. Ile pale. Unasikia mke wangu niko kukuongoza na hekima. Wewe niongoza. Sikukuwa nikiwa pumbavu. I'm not a fool. Na ninakataa mgeni yoyote ndani yako ambaye anaweza kunisumbua kukuongoza. Mgeni sio lazima kuwe mwanamke mwingine, anaweza kuwa ni tabia zingine ambazo si za kiungu. Hizo tabia tunapinga hapa. Wageni wote tunafukuza. Katika bedroom tunafukuza. Kwa sitting room tunafukuza. Kwa sitting room tunafukuza. Kwa maisha yetu mgeni yoyote aliingia ndani yako, aliingia ndani yako, aondoke. Hata bibi yangu ni Mungu. Wewe ndio Mungu kuliko wewe. Sio ni mkonvince. Kwa alikuwa na njaa. Nauliza kwa alikuwa na njaa. Si alikuwa na shiba. Na imagine mwanamke mzima kama huyu unadanganya anatoka Meru hadi Ukambani. Hekima. Hekima. Na sikupatia sausage. Sikupatia bluga. Sikupatia nini? Hicho. Akaitikia. Nyama ya ulimi. Akaacha baba yake na akaacha mama yake. Hii ni muziki bwana. Hii si mchezo. Haleluya. Lakini alipokuja hakukuja na wageni. Alikuja peke yake. So asisaidiane na mama yake na wazazi zake na dada zake kukaa kwa. Hii consultation unaandaga kweli. Because mpata misitaki tunamaliza leo. Lakini si Mungu anapenda hii kanisa. Unajua nawapatia maana kutoka mbinguni. Hii ni maana yake. Maana sijawahi hii. Kila sikia inapenda. Na kama unafikiria ipendi kwako kwangu inapenda. Kuna tufika tunaingianga katika mioyo ya wanawake zetu. Mpaka unakuwa disturbed. Ulali hapo kifikia saa 9 na kuamsha muka. Kuna kesi tuko nayo. Leo tunamalizia wageni hapa. Mimi naomba siku moja wale wake tumeoa. Hebu hata siku moja mume wako mahali ameenda job. Na usijue kama unafuata na uende uangalie ule mwanaume vile anafanyisha kwa kazi na kalasika. Na saa 7 achomoke. Akuje kukuuliza baba hii ndio unafanyanga. Kutoka leo utapatanga chai kwa meza. Kutoka leo nitakupigia nguo pasi. Kutoka leo nitakutengenezea back to food. Uende na baba Now can I tell you something? Any woman who can treat her husband like that, she will provoke her husband to bring everything to her bosom. Utaitisha. Atakuuliza na hii nywele ikai poa. Sitengeneze nywele, tengeneza nywele. Ni pesa ngapi? Wewe mama usiseme 250. Angusha 2500. Urembo wa mwanamke ni hapa kwa kichwa. Wewe unangojea bibi yako nywele inaanza kukaa kama
Inakaa inaitwa nini? Wool. Manyoya, inakaa manyoya, inakaa kama manyoya ya paka imenesewa. Watu wakitoka kwa barabara, mama wanauliza kwani yule bwana yake amtengenezaje? Kuna problem hapo. Leo mkoaje? Mko sawa? Karibu kumaliza wote nyumbani wakule mandazi. Ukiona mwanaume anakunyimia na kukutumia pesa, ni kumaanisha kuna mahali umeathirika. Na sisemi ya kwamba mfanyangi, kama unafanyanga endelea kuongeza mileage. Maana kuna wengine Kanada kagumu. Mzee ndio ataamka mapema. Unasikia masufuria jikoni. Mama akiwa na kanyanga blanketi. In fact, sometimes when I'm going a place early in the morning, I love my wife to sleep, so that I may go and prepare myself, even cooking some tea for myself. Why? Because I have never ever demanded my wife to give me food. Always food is my table. I've never. Maana ninaangalianga hivi, kama kuna kamongeni kameingia wale wazee ambao muombangi, mama atakuwa na wageni kama 1000. Maana hata hapo waambiwi yule aswa mke wa Solomon ni nani? Kutoka wa kwanza mpaka wa 1000. Wewe unakumbali tutabia fulani kurudishiana na mke wako. Unaongea. Mwanamke wewe kwa kichwa. Leo mnanyamaza, mnaongea kuhusu ongea. Ukiwa mtu mwambie mnaongea kuhusu ongea. Na wengine anasema kwamba hawezi nifinya nikinyamaza. Si nifinya au vinyangu. Unasaidiwa, lakini kuna wazee root ambao ni kitanguu. Ukijaribu kumwambia hii, sema hapa, hata kama anajua akiambiwa kuna simbo usipitie kwa hiyo barabara, anataka kuhakikisha kama iko. Utaenda na utarudi. Maana hao wake zetu wanawakili kama safeguards. They protect us. They have a sixth sense. They know how to guard you. They know how to work with you. Them that are obedient, they know how to work with you. But when Solomon allowed 1,000 of them, Bible says something here, ya kwamba wakati alikumaa Suleiman alipokuwa mzee. Kwani mmetoa ya kwanza? Mko nataka nini ya kwanza? Unaweza sifi. Anza mstari wa kwanza inasemaje? Mfalme siende tu fast kwa ndani. Mfalme Suleiman akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na mbindi yake. Simuliona vile nawaambia, baba akapenda mke wake. Kwa hivyo kumaanisha kwamba aliwapenda wengi wageni pamoja na mbindi yake Farao, wanawake wa Moabu na wanawake wa Amoni na wana wa Edomu na wa Sidoni na Wahiti. Alipenda watoto wasichana kutoka kwa kabila ya Moabu. Moabu alikuwa ni mzaliwa wa kwanza aliyezaa msichana, na Lutu walizaa pamoja. Baba akazaa na msichana wake, wakapata kizazi kinaitwa Moabu. So Suleiman alioa katika tribe ambayo was not supposed to marry for. Wakati ambao masikio yako ya kiroho yanafunganika, hata Mungu akiongea na wewe unakataa kusikia kwa Mungu, unafanya vile unataka.
You are best and the wise to choose your way. But man's way is not God's way. I say again, man's way is not God's way. Akachagua hapo, Mungu hakuwepo. Mstari wa pili unasema aje? Na wa mataifa, hata wengine ambao hawakuwa na angano, hawakuwa wametahiriwa, aliwapenda. Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingiane na wao. Mungu anajuanga. Kwa hivyo Mungu alikuwa amesema ya kwamba msiingiane na wao. Kabla uende kwa njia ya uharibifu, Mungu huwa anasema. Na turudi tena sana, utakaposikia sauti nyuma yako ikisema. Kwa hivyo tunarudi tena kwa sauti ya Bwana. Kaka leo Mungu anaongea. Kwa kuwa hakika watangeuza. Mungu alijua mioyo yenu kufuata miungu ya Suleimani, akaambatana nao kwa kuwapenda. Kuna upendo hapo, ni last 3. Unaona sasa vile tunaendelea, sielewa kabisa. Haya, mstari wa 3 soma 1 2 3. Nao wake wakafanya nini? Mwanaume ulioko hapa, usikuone rahisi kungeuza moyo na mke wako. Mwanamke anaendana kwa bwana yake kama mshauri, kuna shauriana, kumwambia ninaona tukifanya hivi na tufanye hivi itatusaidia kesho. Na wewe mwanaume useme kwamba hata haujitane kwanza mwambie kwamba nipatie muda nifikirie. Maana Mungu ametupatia akili ya kufikiriana kama wanaume. Kuna wanaume wafikiriangi hapo. Hata akisaidiwa na mama hawezi. Mama anakuambia kwamba usiende nyumbani, unang'ang'ana unaenda nyumbani. Ukifika Mlolongo, gari twa, kuna gongo hapa. Ukigongo hapa unaambia mpipi niko hospitali. Wapi? Shalom. Ni nini? Mama nao anakuanga na kiburi, si nilikwambia? Unaenda na bado mzee kama hivi. Ameumwa hapa. Akoni wewe bibi yangu, macho imepigwa mpaka kuona, nasikia sauti tu. Sauti nasikia ni bibi yangu lakini sikuona. Na alikwambia hii usifanye. Anakuambia kwamba usiende kupanda nyumbani. Ukipanda nyumbani kuna mandege inatokana kwa majirani ya uchao. Itakula hizo mimea. Kwa unasema kwani nini? Endo kawa. Siku ile zinachamua tu hivi. Mandege inatoka hata sijini sikokala, zikikala zikini ambazo hata ndio siku zimetumwa na nani. Zinakuja zinaanguka. Kila kitu nakula. Unarudi nyumbani ulikaa hivi. Kwa bibi yako. Ni nini? Kama ni nini? Unajua wanaume wako na ego. Wako na kiburi. Hataki kukuambia saa hiyo. Anajua gari imechemuka. Na ulimwambia usiende na hiyo gari kwanza, tengeneza. Imechemuka ikafika huko. Baba akafungua hiyo ndiye akapigwa na maji, mdomo kaingia kwa mdomo. Unaweza kutafutiwa ni wapi ambao chakula itaingia. Na ulimwambia wacheni wanada mko hapa niwasaidie. Huyo mwanangu utamweza. Aliyemuumba ni wewe.
nitakupatia. Sio mimi nilikuumba, mimi nilitoka kwako, lakini kuna mahali alikuumba, na ndio nitamwambia vile unanipitishia maisha magumu. Simbo na ukiachilia mwanaume kwa Mungu, unajua kumganda, atangandwa, atatengenezwa mpaka akitokea nyumba. Nasema baba watoto wameingia na huko unamwepatia nyumba watoto. So jamaa akawa na wanawake ndio hao. Mstari wa 4. Sasa kuna wao. Niko tumemaliza. Wanaweza sifu. Hapo na wanawake ngapi? 1. Siongee. Hapo na wanawake ngapi? 1,000. No, soma hiyo. 1 to 3. Alipokuwa tunakataa kuzeeka na tubalizwe na wanawake. Na alizeeka elia zote za maisha. Masikio asikii, macho aone, akili afikiri. Ile signature alikuwa anaweka akienda kutoa withdraw pesa, hawezi akaiweka. Sasa kama mama kanasema nimeanguka, alimaster signature. Na kuna wazee wa ngumu mpaka anapelekwa bila kuona kwa ATM. Ulikosa kuonyesha mama akiwa mchanga hiyo ATM. Anakuzeesha haraka, anakupatia chakula ambao inakufanya utoke nguvu haraka. Paka macho unavani wani haiwezekani. Hauoni? Sasa siku ile ambao utazeeka vizuri na ulikuwa na mnyima pesa, kaambia kwamba sasa tokana na mlani hapa. Mama anakupatia chakula cha aina mandini na kutia macho nguvu. So unakosa nguvu kwa kibovu. Hata ukifungua macho uone. Sasa nafika wakati ukishaanzeeka, unaenda kwa ATM. Anakuambia weka 10,000. Mzee anakuambia. Mama anaangalia hivi kama kuna askari security. Anaongeza zile. Utabebetwa na huyo mama ukizeeka. Kama vile Suleimani alibebetwa. Ndio unaona kwamba mkiwa wachanga mkwe wazi. Msifichane vitu. Ambia mama mshahara wako. Ambia baba mke wako. Mwambie kwamba mshahara wako. Muwe rahisi, muwe open. Msikuje kutesana wakati. Unajua kuna wakati mkizeeka kila mtu anaenda kulala kwake. Watu wakiwaona mnaingia one door. Lakini kwa hiyo door there are several rooms. Na niwaambie, msirekebisha maisha mkiwa wachanga hivi. Mkizeeka mtaletana juu. Paka watoto mkikutana nao mnakutananga kwa hoteli. Maana kwa nyumba mlango ni moja, rooms ni mbili, vitanda ni mbili. Kila mtu anaingia room yake kwenda kulala kivyake. Iko nguvu. Suleiman alifanyiwa. Baada ya kuwa mzee, wake zake wafanya nini? Wakamgeuza moyo wake afuate miungu. Unaona tu Mungu. Na huyo alisikia sauti ya kwanza wakati Mungu alimwambia, na nitakupatia kile ambacho umenipa, na zaidi ya hiyo nitakupatia mali. Nitakupatia mali. So sauti ya Mungu iliongea, voice of God, ya kumbariki, lakini hakuna sauti ya watu wengi. So Biblia inasema wala moyo wake haukuwa mwaminifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba. Alitamani kuwa kama baba yake. Baba yake hata kama alikuwa na wanawake siki kama wana, jamaa wao amekuja na kodi. Na mnajua kwamba roho ambayo inakuanga kwa familia na kuwatanga watu. Unajua roho ambao iko kwa familia. Ndio
atengeneze watu wengine. Do you see that problem? Na mpaka katika kiwango akangeuza moyo wake nao wanawake, akaanza kuwakumbalia hata kuleta miungu kwa nyumba yake. Kabla walale wanaangalia hiyo miungu, kwa sababu ukikosa kusikia kwanza sauti ya Bwana na utembee kwa hiyo sauti, kuna sauti zingine zinatokanga katikati, na hizo sauti ndio tunazinyima nafasi leo. Sauti tunanyima sauti hizo, hiyo sauti tunaijua, hiyo ya kuja kukutenganisha na Mungu, tunapinga hiyo sauti leo katika jina la Yesu, na tutakubaliana na hiyo sauti. Na niseme hivi, magonjwa yako, umaskini huko, shida zipo, matatizo yapo, lakini kwa kinywa cha Mungu hakuongea kuhusu matatizo, kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu kwa matatizo ilizaliwa. Maana dhambi huzaa vitu ambao Mungu sio yeye alizizaa. Hata nikifikisha injili hiyo hapa, naamini ya kwamba kuna kitu kimeingia ndani ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hawitugele. Kuna sauti imeingia wapi? Kuna sauti umesikia siku ya leo. So kuna sauti hizo tunazima hizo sauti. Maana ukiangalia Mwanzo chapter 1, Genesis chapter 1, maandiko yanasema namna gani? Tusoma 1-3. Tusome tu ni uniformity 1-3 hapo mwanzo. Tu. Nchi ilikuwa haikuwa na nini? Haya tu. Haikuwa na muundo wowote. Giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji. Haleluya. Roho wa Mungu akatulia kwa ile nchi ambayo ilikuwa tupu. Nataka uangalie. Ile nchi ilikuwa tupu. Roho wa Bwana akatoa juu, akatulia juu ya uso wa maji. Kumaanisha kwamba hapo chini nasema nini? Nataka hapo chini kwanza. Mungu akasema, hawitugele. So, wakati ambao Roho alitulia juu ya nini? Uso wa maji. Mungu ndiye aliongea. Wakati tunaongea kuhusu Roho, tunaongea kuhusu mafuta. So, mafuta haya ambao yalikuwepo pale ambapo hakukuwa na kitu, Mungu akapata njia ya kunena na kusema. Kwa hivyo kazi ya Roho ni kuumba kulingana na neno ambalo Mungu amezungumza. Ndani yetu kulikuwa na utupu. Wakati Roho Mtakatifu aliingia ndani yetu, alianza kuomba vitu. Pale ulienda kwa hiyo familia, ulipata hiyo familia ikiwa haina Mungu, lakini kupitia upako wa Roho Mtakatifu ukaombea hiyo familia na watu wameokoka. So, kazi ya mafuta ni kufanya mahali ambapo ni patupu kuwa na vitu. Kazi ya mafuta ni kujaza mahali kuna utupu. So, ninakutuma kwenu, chochote kinajaza sehemu ya Roho, enda ukaking'oe na uachilie Roho Bwana, na uachilie Mungu azungumze. Mahali kuna uchawi, kuna roho ya uchawi, zungumza Roho Mtakatifu kwa mafuta ya Bwana, na zungumza maneno ya Jehova. Hao wachawi wataondoka ama waokoke katika jina la Yesu Kristo. Amai toki to people, tunatangazia kila utupu wa maisha, utupu wa mifuko, utupu wa familia, chochote kimepotea, na tangaza leo kuanza kuumbika vitu.
Hujaelewa? Hamujaelewa? Mahali kuna utubu, natangaza vitu vianze kujengeka katika jina la Yesu Kristo. Na yeyote ndugu yake alipotea, natangaza upako katika hiyo nyumba yenu, upako kumrudisha mahali popote amenaswa na mashetani na katakata hiyo minyororo katika jina la Yesu. Natangaza urejesho, natangaza urejesho. Kuna mafuta ya kuumba, natangaza mafuta ya kuumba. Jioni ya leo, jioni ya leo, natangaza mafuta ya kuumba katika jina la Yesu. Kama mahali kulikuwa na utubu, Roho Bwana alikalia. Naomba Roho Mungu akakalie mahali kuna utubu kwa maisha, katika familia, katika ndoa, katika biashara. Natangaza leo Roho Bwana akakalie katika jina la Yesu. Aliyesema mtasikia sauti, akaanza kusema, na Biblia inasema ya kwamba let there be light, and there was light. Kwa neema ya Bwana na kwa mafuta ya Roho Mtakatifu, mahali kuna giza nyumbani, natangaza nuru. Mahali kuna giza kwenu, natangaza nuru. Mahali kuna giza kwenu, natangaza nuru katika jina la Yesu. Natangaza nuru, teremka, natangaza nuru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na Biblia inasema na Mungu akaiona nuru. Natangaza nuru ikaonekane. Wale ambao walitia giza kwenu, natangaza leo waanze kuona nuru. Nuru ikikaa kwenu, nuru ikitembea kwa watoto wako, kwa mume wako na mzee wako, kwa jina la Yesu Kristo. Na Biblia inasema ya kuwa ni jema Mungu akatenga nuru na giza. Natangaza leo kukaa na matengano kwa maisha yako, katikati ya nuru na giza kwa jina la Yesu. Nakataa giza kwako, nakataa giza kwa familia, nakataa giza kwa kazi yako, nakataa kila giza. Natangaza nuru kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza nuru ikatande katika mahali palikuwa patupu. Natangaza nuru ya Bwana. Pokea mtu mwambie kwanza, anasema nuru, nuru, nuru. Haleluya. Nuru. Nasema nuru. Sema nuru. Na Mungu Biblia inasema na Bwana akaita siku mchana, na tena akasema giza usiku. Kwa hivyo kile kimejibatiza kinajiita kile ambacho sio. Maana kuna wengine hapa giza inachukua nafasi ya nuru. Natangaza chochote kimeondoa nuru kwenu, kiatoke. Sijui naongea na nani hapa. Wacha nifanye kitu. Toa kamera kidogo. Haleluya. Wacha nifanye kitu. Mungu ndiye aliseparate nuru na giza. Na alikuwa anajua watoto wake hawafai kuoperate giza. Kwa hivyo yeyote amejaribu kusukumia giza maisha yako, kwa jina la Yesu, hiyo giza itoweke. Hiyo giza iondoke katika jina la Yesu. Yeyote amenena, Mungu alisema, si neno alisema, na akasema kuwa na giza, kukaa na giza. Akasema kuwa na nuru na kukaa na nuru. Na ule Mungu kwa neno lake akatenganisha, kugawanisha nuru. Kuna watu wakionekana hivi, mnaonekana na giza. Natangaza leo mwanga ung'ae juu yako. Anza kung'aa. Anza kung'aa. Anza kung'aa. Kwa maisha yako ng'aa. Katika jina la Yesu, hautaongozwa na giza. Natangaza uongozo na nuru. Bwana wewe ni nuru. Yesu akasema amjia kwamba ninyi ni nuru ya dunia. Endeleeni kung'aa, ng'aa, ng'aa, ng'aa. Ng'aa kwa jina la Yesu. Shuleni watoto wako wang'aa. Kibiashara ng'aa. Kihuduma ng'aa. Kwa jina la Yesu. Kila giza iondoke. Kila giza iondoke. Na nuru ing'aa. Sema amen.
Wengine mtokani kwa viti unakaa hapo tu, giza inatoweka, giza inatoweka. Hata waambii mtu hapo giza inatoweka, giza inatoweka hapo. Giza inatoweka hapo. Giza inatoweka hapo. Kwani unataka giza? Sasa kwa mtu mwambie kwangu hakuna giza kutoka leo. Anza kuona nuru kwako. Haleluya. Aliyeumba nuru, Bwana aumba giza. Lakini akatenganisha giza na nuru. Kwani kuna ushirika gani katikati ya giza na katikati ya nini? Katikati ya giza kuna uhusiano, kuna ushirika katikati ya nuru na katikati ya giza. Aliyeumba giza aliumba nuru, na kuumba giza kutawale. Aliumba nuru ili kutawale. Ukiingia kwa nyumba, ukitoka mahali popote na uko na switch ya kuweka na kuna giza kwa nyumba, hauhitaji kufukuza hiyo giza kwa ulimi. Wakisha tu switch, hiyo giza inatoweka. Na hapa tunawakisha switch ya kiroho. Chochote kinakaa giza kwa maisha yako, na tangaza leo ondoka kwa jina la Yesu. Giza inakufanya usione mahali unakanyaga. Giza inakufanya uogope. Giza inakufanya usiendelee. Maana giza ikiwa mbele huwezi ukaendelea. Na tangaza kila giza iko mbele yako ikuondoke. Na tangaza nuru mbele yako. Nuru kwa familia, nuru kwa watoto, kwa jina la Yesu Kristo. Mapepo yote yanayotuma kuleta giza, kwa jina la Yesu navuta. Navuta ya roho. Nateketeza haya roho. Naachilia ndoa zetu na familia zetu kwa jina la Yesu. Ambia mtu imeondoka.
Bwana na hizo nyimbo. Naomba wiki ushuhudie ukuu wa Bwana. Na ile masikio ilikuwa imefunganika kutosikia sauti ya Bwana. Naomba wiki hiyo sauti sasa, hiyo masikio ifunguke. Chochote kimezuilia masikio yako ya kiroho usisikie Mungu akiongea, usisikie sauti ya Bwana, natangaza leo tufungue na kuachilia masikio.